Never take a loan ati uko Gulf unafanya kazi, unachukua loan, unapeleka home, unajenga nao nyumba yako ya kuenda kukaa. Guys, I had a very distressed call na demo moja hapa akilia ajui penye taanzia. So, if wewe ni mtu wa kusikia, sikia hii. Listen to what I have to say. Share it with anybody mwenye anafikiria kuchukua loan aende ajenge nyumba yake ya kukaa. Guys, wakati uko Gulf, just know that uku Gulf, the type of works we are doing, you don't have job security. Hizi ni jobs zenye unamkanga usubuhi unaambiwa kazi imeisha, enda home. Unapigia watu home ni aje, mkieka hiyo maji ya ugali ya dini na pia mimi ni hesabini ndani kwa sababu niko kwa njia nakuja. Huku ni place ambao huja plan hata kwenda home, unajipata tu umedipotiwa tu umeenda. Yeah? Yani vitu tu zina happen to hii Gulf, yani kuna tu vitu zina happening yenye you can never understand. So ujuangi ni lini utaenda home. Most of the people wenye wameendanga home, only 5 to 10% wanakuanga wamejipanga kurudi home. The rest 90% ni mtu tu maisha inaenda venye huku panga, vitu zinaenda tu upside down, unaamua tu anyway home ni home, acha nirudi home. So while you are here, kama unajua tu unachukua loan ya kwenda kujenga nyumba yako ya kukaa, guys, I will not advise you to do that. You see, me, I'm just telling you from my example. Mimi nimechukua saizi nyumba yangu imenichukua almost 2 years and a half. Na sijaimaliza, maybe nitaimaliza this year, God willing, inshallah. Sijaimaliza, but nalala vizuri, usingizi mzuri, juu sina stress ati kuna mtu pahali ananibishia mlango, kila ananitumia ma text na ma email na masimu kila end month ati kuna loan nafaa kulipa. Kwa nini? In case of anything happen, yeah, lose job yako, unaenda home, hakuna mtu ambaye atakuja kurepossess nyumba yako. Kama unataka kujenga nyumba ukiwa huku Gulf, guys, mimi watu wengi ambao wamekuja kwa inbox yangu niwapatia advice ya kujenga because they don't have experience. I've been telling them, listen, kama hujawahi jenga na unataka kuanza kujenga and you don't have a trustee back at home, weka hiyo pesa yako mpaka ifike, wafanya budget yako, tafuta tu ukienda home. These are things first of all you do when you go home. Tafuta mtu anani, tafuta engineer, tafuta mtu wa kuchora, architect, ya wakufanyia hiyo nyumba yako ya unataka. Siku hizi kupata architect very easy. Una point ile nyumba ile ndio design unataka. Unaenda hapo tu unabisha tu unauliza nani ambaye aliwachorea nyumba, naweza taka kumjua tu please. Watu wengi wanakubalingi. Watakwambia ni mse fulani alinichorea. So namwambia mimi nataka kama ile but at least modify kidogo. Then akishamaliza kuchorea anaichukua na ipeleka kwa engineer sana atakupatia BQ, inaitwa bill of quantities. Atakwambia hii nyumba upande ya stima itakukosi, pande ya maji inaitwa plumbing itakukosi hii, alafu kisha general kutoa ukuta hii ndio ifike paka hapa itakukosi pesa. So you have an idea of how much hiyo nyumba itakukost. So ukikuja huku Gulf, umekuja sasa umeanza kusaving yako. Usisave nyumba then ufikishe 1,000,000 then utume home hata unaanza kujenga. My dear, unamaliza hivi kujenga kwa ukuta kamoja kawili, pesa imepotea, nyumba imekwama for 1 year, juu una save tena, mvua imekuja, ukuta imeanguka, nani ameenda hasara? Una save hiyo milioni yako 1-2, unatumia mtu hata uanze nyumba, mtu anajenga huko anajenga yake. Unaona wale mafundi akimwaga simiti kwako, mchanga kwake pia amemwaga lori moja ya mchanga, alete simiti 20 kwake pia amepeleka simiti, kwa sababu anajua haujui anything, you don't know the bill of what the meaning of the bill of quantities. Au mtrusty mwenye ambao unafikiria uko naye hapo kwa ground, sijui familia yako, sijui mama yako, sijui hao ndo wanakulanga na hao watu, ati brother yako, sijui mpoa wako, hao ndo wanakulanga na watu. Wanasema yule ni fala, yule atatuma, yule ni fala, yule atatuma, you know. So all in all, what I'm trying to tell you, if you are to take a loan to invest back at home, yeah, sikia vizuri, invest of kitu ambayo itakuletea return, itakuletea income. Kama ni manyumba unajenga za kurent, invest on that one and make sure kwa umefanyia bill of quantities kwanza, umejua hii nyumba ambayo nataka kujenga ya kurent. Kama naenda kuchukua loan ya 5,000,000, hii 5,000,000 itaanzisha chini mpaka time ambao wapangaji wataingia bila kusimama. Usichukue loan ya 5,000,000 na nyumba yako BQ yako imekwambia ni 8,000,000, then unaanza nyumba unafika 3/4 imekwama, unalipa loan already, loan umeanza kulipa, nyumba imekwama iendelei. So nyumba vitu zinaharibika huko, loan ndio unazidi, utakufa na stress. This is what the type of call I got. This lady alichukua loan
kwenda kujenga nyumba yao ya kuishi. Sasa job imeisha huku, unafaa kurudi home, loan unafaa kulipa, ile nyumba pia imekwama, so bank ina repossess ile nyumba. So ajui hata ataanzia wapi, hataki kwenda home, kwenda kukaa kwao kwa sababu ile stress anasikia na ile ambayo anasikia yenye nyumba inachukuliwa, venye maparo mabroma nani wako shajigamba venye wako na nyumba saizi hapo kami, then vitu hazijaenda, contract imeisha, unarudi home. You can imagine now you are going back home. Nani ambaye atalipa ile loan ambayo uko nafaa ulipe ile 50,000, 70,000, 80,000 kila mwezi? Ndio hii nyumba yenyewe haijaisha to make it worse. So umdem ana hata place ya kwenda kukaa kwa sababu hataki kwenda kukaa huko kwao. So you can imagine the type of stress ingine mnajiletea. These are self-inflicted wounds kwa sababu tunaimba hapa kila siku. Kama ni investment, chukua loan na make sure hii pesa itaanza hiyo project paka imalize. Usichukue pesa nusu nusu, afadhali tu baki na change. But usiwahi chukua pesa nusu hata juu kama utaweza kulipa usichukue kabisa hata hiyo nusu. Kama utaweza kulipa, jiangalilie kwanza income yako, type of job you are doing. Hii job yako ni ile Waiguru anaweza mko subia kwambia wewe chukua virago kwenda, mimi naenda zetu Lebanon, mimi narudi Syria. Angalia the type of job you are doing kwanza before jumping on. Hii pressure ambayo iko hapa juu ya umeona friend yako, umeona relative yako amefanya hivi, pia mtu anakuadvise pia uende kisha blindly even without consulting yourself and your elders na watu ambao wamefanya hiyo, kwa when I do this will it be okay, what are the repercussions? Kwa sababu everything you are doing there is that percentage of fear lazima ikuwe ni new kwa what if. Unaona sisi wengi wetu ambao tuko huko Gulf, yeah, tuko huku tunafanya kazi, unaamka asubuhi left right and center, umekaa huku miaka 5 miaka 10 miaka ngapi, but kuna kale ka uoga tu ndani yako kanakuuliza what if kazi yangu ishe leo, watu wangu wataendelea kwenda shule, what if kazi yangu ishe leo, ile project yangu yenafanya sitasimama. Hiyo lazima ikuange ndani yako. Hii ndio kitu inakupushingi usicheze kwa kazi. Hii ndio ile uoga unamkanga nayo inakutuma kila siku na rauka, unakuwa wa kwanza kufika kwa kazi, unachapa kazi mpaka wenzako wanakuonea wivu kwa sababu unajua penye umetoka na utaki kurudi penye umetoka, na unajua kitu ambacho umeanzisha home na utaki kufanya mess. Sababu ikifanya mess ni wewe on yourself. No, wacha hiyo mess ikuje naturally, ile kitu it was unavoidable, but si ati wewe ndio umeicause ukijua kwa ni kitu ambacho it was avoidable. Yeah. So mwenye masikio nasikia, if you have to take a loan now yenye ambayo unaenda kuinvest yenye itakuwa inakuletea return kila mwezi, na make sure your project imeanza na imeisha bila kusimama. Take enough money. Kama ni pesa ya kwenda kujenga nyumba yako ya kukaa, jisevie mwenyewe. Hapo jisevie mwenyewe mpaka ifike. After umeshajua bill of quantities itakukost pesa ngapi, enda home jijengee peke yako kama umesimama hapo. Or else utajenga nyumba 3 at the price of 1. Wewe peke yako unajengea watu 3 nyumba. Huku unajipiga kifua venye na nyumba yangu imenichukua 10 million. Then mwingine atakwambia hii yako na yangu si ni same. Hata ukiingia ndani watoto na yake iko better kushinda yako. But yako umechukua 10, yake amechukua 3. Kwa nini? Wewe ulikuwa ujui nani ambao unameweka kwa ground. Wanajenga nyumba 3, kila mtu ajijengea nyumba na hiyo pesa yako. Anyway, mwenye masikio na asikie.